Kuongea tu kunasimamisha project hata za kanisa. Kuongea tu kunasimamisha mipango mingi, haiendi kwa sababu ya matumizi mabaya ya kuongea. Imagine mazungumzo tu, lakini maneno sio ya kawaida mbele za Mungu. Jue sababu maneno ni mbegu, maneno yanaumba. Na Mungu, nitakusomea andiko fulani, huwa anasikia maneno. Mungu anasikia maneno, na sisi tunajua kutaniana. Mbinguni hakuna utani. Sisi tunasemaga tumetaniana tu. No, kwa makini utani wako kama umejazwa na Roho Mtakatifu na Mungu ndani yako. Achana mambo ya utani. Hata yale tunayoyaongea kwa utani wakati mwingine uonekana yakiwa ni yanatokea tena wazi. Mara ngapi overseer tumeongea mambo mengine kama kucheka hivi na unakuta yakiapia. Sema hai, na nilisema tu kama kwa utani. Tena kuna hawa watu wenye mrengo wa kinabii, waogope sana. Nabii ni anaweza akakuzungumzia kama anacheka hivi. Kama mnaongea stories za kawaida, ukashangaa alichoongea ni kitu kilichoko kilikatania. Ndio maana lazima ulinde kinywa chako sana. Maana hakuna wakati uliopewa duniani wa kuchezea kwa maana ya utani. Maana hata yale ambayo unatania, mbinguni hakuna utani. Kama vile shetani hanaga muda wa kucheza drafti. Hana, sababu anaukomboa muda wake. Kwa hata kucheza drafti kwake ni kazi kamili. Hata akitokea kwenye mahali popote ni kazi kamili. Shetani akienda kwenye sherehe, yeye yuko kwenye kazi kamili. Wewe wakati ukisherehekea ukasema, "Hai, leo ni siku ya kurelax kidogo bwana." Shetani yuko kwenye kazi kamili. Maana hana muda wa kupoteza. Mkristo wa kweli anajua hana muda wa kupoteza. Na kama kuna eneo la kulinda sana, ni mdomo. Domo unakupa wewe madhara, inapatia familia madhara pia. Miriam, ashukuriwe Musa, mtu aliyekuwa na kibali kwa Mungu, ambaye alikuwa haongei tararira, haongei ovyo.